Imagine kuna mtu ni baba wa familia, lakini familia yake haijui huwa anaomba saa ngapi, na ana claim kabisa kwamba mimi niko na Mungu na nina Mungu, na kuna wakati anamkiri hadi Yesu mbele ya watoto wake, lakini haoni any act of spirituality. Wewe unategemea mwisho wa siku unalea kizazi gani, unaongoza familia gani, na itakuwa ni aina gani ya familia kama endapo hautaongoza kwa mfano? So it reach a time, kama ni baba, ijulikane unaomba saa ngapi, unapoenda kuombea ni wapi. Ruhusu watoto wako wapajue unavyoomba, huwa unaombaje, ruhusu waone, then from there it start there, kasi kwamba hata wasipofanya wewe una mamlaka ya kuadhibu. Anakwambia usimnyime mtoto mapigo, usimnyime mtoto adhabu. So endapo kama hatafata kila ambacho anakuona unakifanya kiusahihi, lakini yeye afuati ule usahihi, maana shida sio wewe, shida ni yake. Sasa namna gani ya kufanya? Kwa sababu yupo chini ya mamlaka yako, there is where tuna discipline. Nje ya hapo, hata ukimfokea, hata ukimchapa, kiwalisia unamuonea. Kwa sababu gani? Hajawahi kuona unachomwambia afanye, wewe unafanya mbele yake. Na kuna watu wengine they are not consistent, hata katika hali zao za maombi hawadumu humo, katika kusoma neno hawadumu humo. Afu wewe unategemea eti umwamuru mtoto wako au mke wako eti soma neno la Mungu, eti omba, akati hajawahi kukuona unasoma neno la Mungu, hajawahi kuona unaomba, hajawahi kuona unamtafuta Mungu kwa namna yote, hata kufunga they don't know kama umefunga. It reach a time, be a leader. A leader anafundisha, anaongoza watu kwa mfano, sio kwa maneno. Ukiona unaanza kuongea tu na ufanye unachokiongea watu wakione, maana yake tayari waefelia, huo uongozi umeshafeli. Na imradi uongozi umefeli, jua kabisa kama kuna unaowaongoza, hicho kizazi chote kitafeli. Tusidanganyane. So ifikia wakati tuelewe tu ya kwamba tutakiwi kuwa ni watu wa maneno tupu, tuwe ni watu wa matendo. Uwe ni baba katika familia, uwe na uwezo wa kujua kabisa, ili kuinua familia iliyo bora, haishi tu kutoa maelekezo, amri, kwamba hiki kiwe hivi, hiki kiwe hivi. No. Nenda ongoza familia yako kwa mfano.